Hello, viewers of Chai TV. Now, there is a common saying that they say, and wanasemanga ukienda kwa kichinjio lazima ukubali kupata damu. Now, today we are in Murang'a, in area ya Geturo, and as we all know, this is a very cold place. It's a very, very chilly place, and where we are standing is beside a very huge plantation of tea. Mtaonyesho venye inakaa. It's an amazing one. This is, I think, director, I think this is the third time tumetembea kwa hii plantation and every time that we come here tunapatanga it's a new season. Like right now, as you can see here, tuko na majani poa, we have the leaves hizi ziko sawa, but as you can see here wameanza kuziprune, wameanza kukata so that it can regenerate again. Remember, when it comes to tea, ukiwacha ikue sana, it becomes so big, it loses the shape. Because if you have ever wondered right now, if you're viewing this and you've ever wondered kwa nini majani huko imetoshana ama kwa nini majani ipitangi hapa, it's not because that it cannot grow to be way bigger. It is simply because it has to be trimmed, pruned. It has to keep on being shaped to be what you're seeing right now. And of course, another thing that you need to understand is that the more it grows, the more these leaves become what we call non-viable, or it's not valuable for you as a tea farmer. If you can remember previous episodes that we did earlier, I think it was last year, we mentioned that for you to get good tea that could be admissible at the factory, you have to get what we call 2 leaves and a bud. I don't know whether you remember that, but it's something of sort. I'm going to get one for you. You can see it needs to be a 2 leaf and a bud, and that is what makes good tea. Now, today I want us to be taken through the process and the importance and the procedures when it comes to pruning tea, ndo tuelewe, so that wherever you are at home, you get that glimpse of what actually happens with this tea that you take every day. But remember, I'm going to challenge you again, like a video I did on my personal page, and I asked the young people, as a young person, have you taken time to invest yourself in understanding tea? Have you taken time to invest yourself into understanding agriculture? Because this is where we are all going wrong. That everyone is pushing towards town, urbanization, development, technology, and you are forgetting that agriculture is the basis of everything. So I'm going to pose the same question that I posed earlier to you right now. Have you ever wondered what can you do with tea that can serve the young people? So as you're growing, as you're trying to become better as a young person, or you're thinking of business ideas, have you ever thought that si lazima hata you own a factory to process tea? I understand that in factories they sell tea that is not branded but is fully processed, and it is able to be sold. So you can go there, get it, flavor it as you want, package it for the young people, and ensure that it is amazing, or even package tea for the children. Anyway, you are supposed to cover that during your entrepreneurship class, and today I just want to take you through what happens around tea. So follow me. Now, dear viewers, this is the part that you usually don't see of our struggle when we want to produce amazing episodes for you, that we have to go through the hardest of parts just to get you what you need to know. Now, I'm here finally. Nimepata mkulima mmoja, sasa naona ni kukata wanakata, and nataka atupeleke through the process ya kukata, kwa nini wanakatanga na venye kunaendeleanga. So you're going to join me as we get to understand more about tea. Habari yako? Salama sana. Mimi naitwa Benson, nimetoka Chai TV, na wewe? Mimi naitwa John Sinseka. John Sinseka. Wewe ni mkulima wa hii area ama umekuja kazi? Mimi ni mfanyakazi wa pande hii. Wewe ni mfanyakazi wa pande hii? Umekuwa kwa majani chai miaka ngapi? Sijaanzia hapa, lakini tuseme niko na experience ya more than 20 years. More than 20 years? Yeah. Ulianzia wapi? Kwa my estate, tea estates. Tea estates. Za wapi? Kericho, kuna ingine ya Sotik tea. So ulianzia Kericho Maybe before hata tufike hapa na utuambie kuhusu hapa naweza nikataka utupea a small background ya venye ulianzia. Ukianzia, how old were you hivi? Wakati huo nafikiri nilikuwa na miaka 23. 23? Ulikuwa umetoka town, ulikuwa umetoka nyumbani ama ulikuja tu kama? Nilikuwa nimetoka nyumbani baada ya kumaliza shule. Okay. Uliamuaje kuingia pande ya majani, ukuamua kwenda town kutafuta kazi? Kama unajua vijana wengi tunatakanga tunaenda ile side ya town kutafuta vibarua huko.
Wakati wenye nilifanya, wakati huo watu walikuwa wanachukuliwa kwa factory, lakini nikaenda nikaangukia factory kidogo, alafu nikarudi kwa kuchuna majani. How was the experience? Ilikuwaje hiyo time ukifanya kwa factory? Hii kuwa ngumu tu, ni ile hali ya kutafuta maisha. Amazing. Hiyo time I think ni around uko ma 202, 203, 204. It was 203. 203 by then. Hiyo time walikuwa wanalipa aje per day ama tu ni kama tu siku hizi? Basic rate ya wakati huo ilikuanga kidogo, ilikuwa kitu kama 285. 285 per day. Per day. Okay. Lakini overtime zilikuanga. Overtime, sasa overtime ilikuwa inaanza kuhesabiwa kutoka saa ngapi? After umemaliza masaa 8 ya kazi. So ulikuwa unapewa masaa 8. Hii masaa 8 ukiwa kwa factory usually nini ulikuwa unafanya? Pale kuna vitengo tofauti, lakini sana nilikuwa nafanya spreading. I remember kuna hiyo spreading. Kuna time nilikuwa kwa factory, nikaona wana spread kwa table. Si ni kweli? Ile yenye ndo zifanye withering or something. Ndio hiyo sasa, hiyo ndio kupokea majani kwanza. And then from there ndio nikamaliza hapo sasa, nikarudi kwa estate, mambo ya kuchuna majani. Kwa estate nayo ulikaa miaka ngapi? Kwa factory ulikaa miaka ngapi? Bale nilikuwa nafanya kama casual worker, casual repair. Miaka ngapi hivi? Kama miaka 3 hivi. Ndo so kaenda T Estate. Now tell us venye uliingia T Estate. T Estate baada ya kuachiliwa nikakaa kama miaka 2-3 hivi, ndio tukachukuliwa permanent wakati huo. So uliachiliwa kwa factory? Niliachiliwa kwa estate baada ya kumaliza hiyo terms za factory. Okay. Amazing. Now nataka kuelewa so after umeingia kwa estate ulikaa huko for how long? Nilikaa kama miaka 13 ndio niche pande hii. Miaka 13? That is now Kericho. Ilikuwa Kericho wakati. Wow. Kwa T Estate usually what happens during the day? Si kuchuna tu, mambo ya production ya majani. So hiyo unashinda tu kichuna ni kuchuna tu, alafu nao unalipo na kilo baada ya kuchuna. Kama hii yenye naona hapa kuna watu wenye wanachuna na vikapu ni kama tu hapa, lakini unajua ile ni estate na hapa ni farms. Hebu tuelezee tofauti ya hapa na estate. Tofauti ya hapa unapata ni sehemu ndogo, lakini kichumulishwa pia na mtu labda mwenye ako na target anaweza pata. Hakuna tofauti vile juu kama ni target yako uko nao unaweza pata chenye unataka. Na hapa na kule estate ni wapi penye unapata pesa vizuri yenye usumbuki sana? Lakini kampuni unajua kuna vitu mingi tulikuwa tunapeana vitu kutoka hapo. Kama NHIF wakati huo NSSF, na hapa unapewa pesa, mnamalizana tu hivyo. Pale unakatakatwa pesa. Unakatwa, lakini hiyo ni ya manufaa yako ya kesho. Okay. Thank you so much. Now nataka pia kuelewa. Sasa after umetoka Kericho after the 13 years ulidecide aje kuja pande hii ya Geturo? Wakati huo kulikuwa kitu kama tunaweza niita redundancy ama hiyo terminate kazi ghafla. Ulikuwa laid off. Sasa hiyo kazi sio eti ni mimi peke yangu. Kampuni ilifikiria ikabadilisha, ikaleta mbinu nyingine tofauti ya kuchuna majani. Mambo ya mashini zikaingia. So kuna parts za majani za wanatumia mashini kuchuna majani. Most of the companies nowadays wanatumia machines. Amazing. Tuseme kama quarter ndio wanatumia mkono. So wale wengi wanatumia mashine. Amazing. If you have a tea estate and unajua unatumia mashini kuchuna majani we want that experience. So you can invite us, we'll come to your farm, we come and cover what you're doing and show your people how you process your tea. Anyway, acha tuendelee. Alright. So ukakuja hapa hivi Murang'a hiyo sasa ni 20? Hapa nimekaa about 7 years. 7 years. So ni kitu 2018, 2019 hapo. Nilikuja na hiyo wakati wa corona. 2019. Exactly. Hii time ya COVID Sasa yenye ulikuja hapa hivi ulianza kutafuta kazi aje? How did you find yourself? Sasa watu wanakutrust, wanakupea kazi. No, nikitoka nyumbani kuna jamaa nyumbani yako pande hapa karibu mwenye alinidirect. Sasa nilikuja tu nikaingia kwa boma ya mtu ambapo ni kuanza na kazi. Also huko unakuja ati kutafuta na nini? Okay, thank you. Na sasa hii majani maybe unaweza ukatupeleka through the process.
is it able kusustain life ya mtu? Like ukichuna hii kazi ya kuchuna majani unaweza kusustain familia, masomo ya watoto na nini na nini? So far hii kazi mahali imenitoa ni mbali juu nikitoka nyumbani nilikuwa networkless. Lakini sasa hizi ninaweza kukuambia kuna mtoto ako shule na labda kuna mwingine amemaliza. Na wenye nalea naendelea kuwalea bado nikichuna hii majani. Okay. So hii inaweza inasimamia maisha yako vizuri. Kabisa. You are able to do a few things with yourself. All right. Now, I think tutakuja another time yenye naweza nikataka utupeleke through process ya kuangalia majani. Naona pia unajua kuiangalia kama ile naona that side, this side kule kushuka majani iko ni green but kuna part zenye umekatakata For this episode nataka tuongelee hii kukata yenye umekata. So maybe unaweza ukani take through hii kukata inaitwa aje? Hii ni pruning. Hii ni pruning Inafanyikanga after how long? After 3 years. After 3 years. Yeah. So hii yenye una prune saa hii haiko imepruniwa for the last 3 years. Imekaa miaka 3 bila kupruniwa. Okay. Ipruniwa sasa imemaliza miaka 3. Inaanza ku produce kidogo. Haitoi vizuri. Inabidi ikatwe ndio tena ianze upya. Kuna ile ya two leaf and a bud. Ile unatoa tu majani tu ili na iko na kashoot kamoja. So itoi utoto wingi. Haitoi mingi juu unajua inafika mahali inachoka. So mimea ziuchoka pia? Inachoka. Hebu tueleze hiyo ka process sasa. Unaanzanga aje kujua sasa hii majani venye inaenda sasa imeanza kuanguka? Production ya kilo unajua sasa tuseme kama proki unajua kilo yake inatoa. Hivi venye nimeona umegawanisha squares. Okay. Sasa ikifika mahali uone imeanza kuleta less ya vile ulikuwa unatarajia. Na sana inafikanga hapo wakati umeona hasa imekaribia wakati wa kukatwa. Okay. Kwa box moja hivi let's say kama ile box inaweza ikatoa kilo ngapi? Tuseme kama hii yenye naona ushaimaliza kuikata. Inategemea na vile mara hii siko, lakini tuseme kwa mti moja inastahili itoe kwa mwaka estimate ya kitu kama 2.8 kg. 2.8 kg mti moja kwa mwaka. Na kwa shamba averagely shamba inakuwa na miti kama ngapi? Inategemea na mkulima venye kama hivi yenye naona ni kubwa approximately. Ukigesi inakaa imefikisha miti ngapi? Unaona kama hiyo proki sasa hii iko na kitu kama 400 tipus. Iko na tipus almost 400. Hii yenye nimekata tu sasa. Okay. So 400 unafanya hiyo yote, so ni over 2000 zenye ziko kwa. Imepita over 10000. Imepita 10000. Imepita over 10000 juu shamba imeenda mpaka chini. Mtoni. Okay. Now umetuambia inaanza kutoa kidogo. Ni kilo ngapi zitakwambia imepungua? Like how do you know that is it ikipunguza na kilo moja? But obvious majani ikifika baada ya miaka 3 hakuna doubt inastahili ikatwe. Okay. So sasa naona ni kuikata mnaikata. So ukiikata hivi ita take how long ndio ime tena? After 3 months. After 3 months kutakuwa tena majani kama hii. Itakuwa sasa imeanza kutolewa. Ile tunaita tipping. Tueleze hiyo tipping kidogo. Tipping ni ile chai yenye ni ya kwanza baada ya kuprune. Hiyo mnapeleka kwa factory? Inaenda kwa factory lakini pia inataka kuchunwa kwa uangalifu pia. Ni vitu gani unafaa uangalie ukichuna hiyo after sasa hivi? Ni mostly tipping inakuanga saa zingine inaweza fungua matawi. Lakini sasa ikifika 90 days, after 90 days unakuja tu na select 2 leaves and a bud. Lakini ukipata ile yenye inaonekana ikiwa kubwa na ni 2 leaves and a bud unaweza toa tawi moja na a leaf and a bud. Na itakubaliwa kwa factory? Inakubaliwa pia. Okay. Bora isizidi hapo 2 na mroli. Kuna kitu nimekuwa nikijiuliza kwa nini majani chai na hizi zote ni majani pia hizo za unachuna. Kwa nini huwa tu process hizi tuna process utu? Kwa nini tusiprocess kama hizi zinakaa hivi? Sasa according to leaf quality hii ndio inatoa ile kiwango kinachohitajika ya chai ya majani chai. So ingine kidogo inaenda chini. Hii sasa yenye saa zingine unajua matawi ingine inasaidia hizi ndio ikue lakini sana hii yenye haifai inastahili iachwe itupwe chini. Inawaka kama ndio ikue kama mbolea tena. So majani chai tu ni kitu tu ya kukata ikije sustain yenyewe. Alright, na hii naona sasa umekata, nini ingine sasa mtaifanyia apart na hivi naona mmelaza hizi vitu mtapiga dawa? Mambo ya dawa hapana, chemicals haistahili kwa hii ni chakula.
Sasa kitu inatumika tu labda ni mbolea. Kwa wengine wanaletanga hii ya Kajiado, alafu unaweza weka fertilizer baada ya hiyo 90 days. So unaweza kuweka fertilizer. Fertilizer itasaidia unapata nini mzuri. Production inakuwa juu. Okay. And then nimeona kuna venye unazikata kama hii nikiangalia unakata huku but ufiki huku chini, kwa nini? Majani inaendanga ukikata inastahili unaipea aidha inchi moja ama inchi mbili mahali ilikatiwa mara ya kwanza. Sasa utarudi chini unasonga ukikuja juu. So kuna time yenye hiki kimti kitakuwa kimefika hapa bila majani. Hiyo tuseme baada ya 6 ukikata mara 6 inafaa tena irudishwe chini. So ukate kuna mahali kishafika after mara 6 inastahili irudishwe chini. Okay. Ianze from the beginning. Okay. Ndo sasa imee yenyewe. Alright, that is really interesting. And then nikuulize, mtu akiwa na shamba na anataka maybe anafikiria anaweza akataka kwanza kupanda tu majani atakaa ni twake. Is it possible kujipandia tu majani twako hapo nje? Nje hapana. Majani inastahili mahali ambapo ni sehemu haifinywi. Nje unajua unaweza panda majani na mboga siko huku singirie haitafanya vizuri vile. So inafaa mahali penye haisumbuliwi. Huku mbuzi hazipoteangi sometimes, nimeona pale kuna mbuzi zimefungwa hazipoteangi, inakuja inaanza. Sijaiona wakiruhusu mbuzi siingie kwa majani juu pia sinatamba na quality ya majani. Okay, thank you. Now kukata shamba naona ni kubwa sana, naona kule umekata kama sasa naona pale umekata, hapa hujakata, hapa umekata, hii umekata. Kwa nini kuna kwenye unakata kwingine unaacha? Sasa pale ni mtu nilita anisaidie. Utatoka hivi, hiyo yenye amekata ndio tutaenda nayo mwisho mpaka karibu na hiyo mti kubwa yenye inaonekana. Sasa hii ndio sehemu inakatwa tu peke yake kwa hiyo wakati. Kule chini? Pale chini ilikatwa last year. So hiyo itahitaji miaka ingine 2 ndio ikatwe. Alright, very interesting. Now nataka utuelezee some of the dangers za kama sasa ukikata, ni challenges gani mnapitianga kwa hii season ya kukata? Challenges saa zingine kutungwa na vichiti, lakini sio ngumu sana. Nategemea na uzoefu wako pia. Unaona wewe watu uko na gloves, umejipanga vizuri kukata. Nauliza challenges ikifika ni kama mkulima wa majani. Sasa challenges tukikata inamaanisha lao kwa hii sehemu yote yenye tumekata hatutachuna for about 90 days. Ndio ipatikane ichunwe. Utakuwa umeumia juu ulikuwa unapata hiyo kilo kutoka hapo. Hapo sasa labda kipato kitarudi chini kidogo. Pesa itapungua. And then nikuulize another question yenye nilikuwa nauliza my director tukikuja hapa Kwa namuuliza wanajuanga aje mumekata ama mjakata, ama sasa hii ni wewe tu unajiambianga hii majani imeanza kupunguza kiloja tu nikate? Hii inatokanga na ni direct kutoka kwa factory. Inapeananga muda fulani. Tuseme msimu wa baridi tukielekea mwezi wa 7 hapo unajua majani haikuangi vile. Sasa inastahili ikatwe. Tukifika mwezi wa 9 utapata tena imeanza kutoa vizuri. Mumeanza tena kuuza Alright, asante sana. So maybe nikuulize one thing unaweza ukataka, because wewe ulianza hii mambo ya majani ukiwa bado wewe ni kijana kama sisi One thing unaweza ukaambia maybe pale kuna kijana mwenye anatutazama na anadhani hii mambo ni ya wazee tuliiacha nyumbani, unaweza ukamwambia nini? Hii pia inalipa, lakini kwa mwenye ako na nafasi ya kusoma wacha asome. Hii ni kazi ya kufanya baada ya kukosa otherwise. Hii ni kukosa otherwise. Usifanye ikuwe main. Bana. Mwenye ako na nafasi ya kusika kitabu wacha asike. Na sasa siku hizi tunasikia wakisema wengine unaenda unasoma then unajua town pia kumejaa. Sasa hao na wao hata wakisoma hizi unajua technology inaenda ikibadilika. Sasa zingine wakisoma vizuri hata hapa unaweza kuja mashini vile zilikuja kwa makampuni. Sasa akiwa amesoma anaweza jua kuitumia vizuri kwa mashini. Okay. Asante sana. Asante, nimefurahia. Alright, nimefurahia sana. Hiyo ilikuwa very educative hata kwangu. Tumefanya a lot of coverage, tumefanya matawi ikiwa nini, tunapata mkulima anatuelezea, tumefanya nursery, but hatujai sasa fanya hii ikikatwa. Tulitajongo tu inakatangwa, but now at least mimi na mtazamaji wetu at least amepata that understanding, si ndio? Alright, asante sana Okay. So dear viewers, that was us going through the process of pruning of tea leaves, and it gives you the understanding why we need to prune them, why we need to ensure that the quality is top notch, and why we need to ensure that whatever comes to you and into the market as you consume it is top quality. Until next time, this was Benson with you at the tea farms to help you understand exactly what happens around
these areas. See you on the next one.